Ni wiki nyingine kama kawaida yetu, tuko Sukari House. Kijiwe mchongo ndio iko hapa, ndio inaanza. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Kama kawaida yetu, tuko hapa kwa ajili ya kuja kuweza kuwapa elimu ndugu wawekezaji na soko wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Njoo uwekeze, njoo uweze kuja kujua utofauti kati ya kuwekeza na kuweka pesa. Bwana, karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT Studio. Dada yangu naitwa nani na natokea hapa? Mimi naitwa Modesta Silingi, nimetoka NIT mwaka wa pili nasoma. Unasoma? Yes. Degree. Okay. Hongera sana. Asante. Okay. Ni kwa mara kwanza Modesta umeweza kufika hapa UTT AMIS au ni mwekezaji wa muda mrefu? Hapana, mimi ni mwekezaji wa muda mrefu. Sana au kidogo? Na kama mwaka mmoja. Hongera. Naanza kuwekeza. Asante. Okay. Elimu hii alikupa nani hasa? Elimu hii jinsi unavyokumbuka mpaka ukasema ukaijua UTT na ukaja mpaka ukawekeza. Nilienda kufanya field hapo UTT. Kwa hiyo nilipoenda kufanya field hapo UTT. Ulifanya Mwanza, okay. Baada hapo nikawa nahudumia na mimi mwenyewe sasa nikaijua na mimi nikawa interested kufanya investments. Niliona nzuri. Manake wewe mwenyewe unaweza kunipa elimu. Hata wewe mwenyewe naweza nikakupa. Sawa Modesta. Ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo umeweza kujiunga katika mfuko gani? Mimi nawekeza mfuko wa liquid fund. Liquid fund. Modesta, wewe ulishafanya kazi UTT AMIS, umesema field. Ilikuwa ni muda gani ulifanya? Nimefanya miezi minne. Miezi minne. Manake mpaka unatoka pale, labda kama ulikuwa unarudi chuo, manake umetoka pale ulikuwa umeiva. Nimeiva. Kuna elimu yote ambayo ulishasambaza kwa baadhi ya marafiki zako? Yes, nimewasambazia watu wengi, especially wanafunzi wenzangu. Nilikuwa najaribu kuwavutia, ila nilifanikiwa kupata wanafunzi kama 3 ndio wakajiunga na UTT. Somba wengi sana. Wengi sana. Labda Modesta, hebu kwa ndugu mwekezaji anayekutazama sasa hivi kupitia Kijiwe Mchongo, hebu mwambie maneno kama ushauri, neno lako. Kwa nini UTT na sio sehemu nyingine, na aje kuwekeza na UTT? Hebu mwambie sababu zipi za kumfanya aje kuwekeza. UTT ni sehemu nzuri sana, especially kwa mtu ambaye anahitaji kuweka pesa yake na ikue. Tofauti na ile unaweka sehemu nyingine, kwa mfano kama benki. Kule kuna makato. Unapoweka kule hela, yani hela zinakuwa zinakatwa na hamna uzalishaji wote. Lakini ukiweka huku at least hela inakuwa inazalishwa kulingana na kiwango ambacho unakuwa unaweka. So mimi namshauri mtu ambaye bado hajajiunga na UTT aweze kujiunga, kwa sababu ni sehemu nzuri, hela inakuwa salama. Hivyo. Taasisi ya serikali. Au sio taasisi ya serikali? Ni taasisi ya kiserikali, ni nzuri, inatambulika na serikali. Kwa hiyo kuna usalama 100%. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kwa mkubwa, habari? Salama kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Sijui ndugu yangu unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Mwedi Mohamed, natokea Bunju, Dar es Salaam. Bunju, Dar es Salaam. Karibu sana UTT AMIS. Ni kwa mara ya kwanza ndio unafika hapa au ni mwekezaji wa muda mrefu? Ni mwekezaji sio muda mrefu, lakini pia sio mara yangu ya kwanza kufika hapa. Ni mwekezaji wa muda gani? Na kama mwaka hivi. Mwaka mkubwa. Hongera sana bwana. Asante sana. Okay, labda elimu hii uliweza kuipata wapi ndugu yangu? Kupitia mitandao ya kijamii, kuna baadhi ya marafiki zako, maofisini, wapi uliweza kuipata? Elimu hii kwanza nilipata kupitia marafiki zangu ofisini. Waliniambia kwamba kuna fursa ya uwekezaji ya UTT. So nika take initiative ya kujifunza kupitia social media, YouTube. Kuna watu wanaelimisha kuhusu UTT, ndio nikaweza kupata elimu. Okay, sasa natoka uweze kujiunga ndugu yangu. Kuna faida yoyote ambayo umeweza kuiona? Kubwa sana. Nimeona kila unachokiweka unapata faida. Faida unaiona inavyopanda kila siku, kila mwezi. Yes. Okay. Labda ushakuchukua fursa yote kuweza kusema kutokana sasa na haya maendeleo. Wanasemaga ukiwa na maendeleo mazuri, basi mfikishie na mwenzio, usitake mwenyewe. Kuna wale watu wa nyumbani wanaokuzunguka. Kuna marafiki zako wengine ambao wamekuzunguka. Kama wewe uliweza kuambia na marafiki zako, ulishakuchukua hayo maamuzi? Yes. Nimeweza kuwashauri ndugu zangu kwenye familia yetu na wamesha take initiative ya kuwekeza UTT. Lakini pia marafiki zangu ofisini pale nimewapa ushauri na wapo ambao wameshaanza kuwekeza UTT. Wameshaanza kuwekeza? Yes. Yeah. Sasa labda chukua fursa hii. Kuna baadhi ya wawekezaji sasa hivi hapa wanakutazama na wasiokuwa wawekezaji. Kuna mwingine hapa anaweza kutazama kupitia Kijiwe Mchongo kwa mara ya kwanza. Akasema bwana, kama mkubwa pale ameongea pointi, na mimi nijiunge. Unahisi lipi
ushauri wako ungependa kuwaambia Watanzania na soko wa Tanzania kuhusiana na mifuko ya uwekezaji na UTT AMIS kwamba aje kuwekeza, kama ushauri ni lipi ambao ungeweza kuambia? Kikubwa sana ambacho naweza kusema, muda sio rafiki. Na ili uweze kuona faida ni lazima uanze sasa. Wakati ni sasa, wekeza sasa ya UTT ili uweze kuona faida. Wekeza sasa na UTT ili uweze kuona faida. Bwana, umeongea kitu kikubwa. Wekeza sasa na UTT ili uweze kuja kuona faida. Yes. Au sivyo? Yeah. Bwana, shukrani sana ndugu yangu. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sijui dada yangu unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Lois Kapore. Natokea Kijichi. Kijichi. Ni kwa mara kwanza Rose ndio umefika hapa UTT au ni mwekezaji wa muda mrefu? Ni mwekezaji wa muda mrefu. Katika mfuko gani? Ukwasi na Umoja. Ukwasi na Umoja. For how long umeweza kujua UTT na mpaka kuja kujiunga katika mifuko miwili? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Unakumbuka ni nani alikushawishi au labda kupitia mitandao yetu ya kijamii? No, kuna rafiki yangu alinishawishi. Rafiki yako? Anaitwa nani? Sio mbaya kumtaja. Anaitwa Beatrice. Beatrice. Yeah. Unakumbuka labda ni kitu gani ambacho kilichoweza kukuwiwa ukasema nahisi kama nimechelewa, hebu na mimi basi nikajiunga katika mifuko? Alikwambia nini unachokumbuka? Ambapo leo hii mimi nikisema labda kama kuna rafiki yako mwingine ukitaka kuja kumwambia naye aweze kushawishika na kuweza kuja kufungua mifuko ya UTT? Aliniambia kwamba unaweza ukawekeza na baadaye ikaja kukusaidia maishani. Okay. Na kweli mimi baadaye ya muda kidogo ilikuja kunisaidia. Ukaona utofauti? Okay, ukisikia kuwekeza wewe unaelewa nini? Kuna tofauti unajua ya kuwekeza na kuweka pesa? Mtu ukisikia kuwekeza unaelewa nini au kuweka pesa unaelewa nini? Kuwekeza ni kujikimu kidogo kidogo, baadaye ya muda inakuja kusaidia. Na kuweka pesa ni kwamba unaweka pesa kwa siku 2-3 ikusaidie. Okay. Ila kuwekeza ni for a long time. Okay. Yes. Sawa, lakini sisi UTT kuna mifuko 6, unalifahamu? Yes. Katika mifuko yetu sisi 6 unaweza ukawekeza kwa muda mrefu, lakini vile unaweza ukawekeza kwa muda mfupi. Lakini tofauti kati ya kuwekeza na kuweka pesa. Kuweka pesa maana yake ile pesa unayoiweka haizalishi faida. Lakini kuwekeza maana yake ile pesa unayoiweka inazalisha faida. Kwa point yangu ni kwamba mfano wewe leo hii ukitaka kuweka pesa katika kibubu chako hata mwaka mzima, ile pesa utakuta ile ile au utakuta na faida? Hapana, ina faida. Utakuta? Ukiweka kwenye kibubu chako kile ni kupata faida. Ile ambayo ulikuwa umeiwekeza siku kwa siku ndio utaikuta pale pale. Ila ukija kuwekeza, kwa mfano ukawekeza na UTT, zile hela ambazo zinapelekwa kwenye masoko na kwa zinazungushwa. At the end of day utakuja kupata faida. Yeah. Okay, sasa labda ukichukua fursa hii leo hii Rose ukakutana na rafiki yako au kuna wawekezaji ambao wanakutazama sasa hivi, ungependa kuwashauri nini kuhusiana na mifuko ya uwekezaji na wao waweze kupata elimu kupitia wewe? Hebu mimi nimemsikia Rose amezungumza kile, hebu na mimi basi niende nikajiunge. Mimi nawakaribisha UTT kwa future zao. Waje kuwekeza ili waje kusaidika baadaye, kwa sababu jinsi wanavyoendelea kuwekeza ndivyo wanavyoendelea kupata faida na kugrow. Okay, labda Rose, unahisi kwa ndugu alikuwa mwekezaji au sio mwekezaji akikusikia kwa mara kwanza, lipi ungependa kuweza kumshauri kuhusiana na hii mifuko yetu na uwekezaji na UTT AMIS? UTT AMIS kwa sababu ni sehemu salama. Okay. Ni taasisi ya serikali, then unapata faida. Okay. Hivyo. Unahisi labda hicho mtu akikusikia anaweza kusema okay, wow, kumbe ile ni taasisi ya serikali? Yeah, kwa sababu mtu akishasikia kwamba ile ni taasisi ya serikali anapata uaminifu. Okay. Kwamba hata iweje still bado ziko salama. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Namu, umechoka kuweza kuwasikia ndugu wawekezaji, lakini vile vile kuna baadhi ya watu leo hii ni kwa mara kwanza ndio wamekuja hapa Sukari House kuja kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, lakini yote kwa yote sisi tunazidi kusisitiza kwa hasa tembelea katika mitandao yetu ya kijamii uweze kupata elimu, lakini vile vile kama unajiona upo karibu tembelea hapa katika ofisi zetu za Dar es Salaam, tunazungumzia Sukari House Posta, lakini vile vile kwa wakazi ambao wanatokea maeneo ya Goba, wanatokea maeneo ya Mbezi, wanatokea maeneo ya Mwenge, Sinza, wanaweza kutembelea katika ofisi zetu za barabara ya Samnujoma pale katika jengo la PSSF Tower Commercial Complex. Ukizunguka kwa nyuma kule utakutana na ofisi jengo fupi hivi limeandikwa Parking Tower. Sisi UTT tuko pale. Karibia pale uweze kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila, tukutane next time.